dokta, mimi nina umri wa miaka 24, lakini toka nivunje ungo sijawahi kwenda period kila mwezi. Yaani naweza pata period kwa mwaka mara 3. Kuna comment ya mdau ambayo comment hii inasema kwamba dokta, mimi nina umri wa miaka 24, lakini toka nivunje ungo sijawahi kwenda period kila mwezi. Yaani naweza pata period kwa mwaka mara 3. Toka huu mwaka 2026 uingie sija bleed hadi leo. Inamaanisha miezi 4 haja bleed. Na sioni dalili yoyote, na sio kwamba nimeshiriki tendo la ndoa, hapana. Ila sasa sisikii maumivu yoyote ya tumbo. Yaani siumwi popote. Kingine, tumbo langu la chini linaonekana kama mtu mwenye mimba ya miezi 3. Yaani imechongoka kwa chini tu. Okay, nafikiri ninaweza kusikia hiyo comment wadau. Then natoa vindevu kwenye kidevu and other part ambayo hata hazihitajiki. Okay, inaonekana kwamba na nywele sehemu tofauti tofauti kidogo ambayo hii inaashiria mambo fulani ambayo nafikiri tukishazungumza naweza kujua tunazungumza nini. Na hiyo hali imekuwa ya mazoea katika mwili wangu. Hasa hiyo sijui ni nini dokta. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa cha msingi katika situation ya mgonjwa wetu au wa mdau wetu ni kwamba anakuwa na wasiwasi, kwa sababu kikawaida unapokuwa umeshafika miaka 24 na unapokuwa huoni period zako kila mwezi, tunasema kwamba unaweza kuwa na changamoto ambazo zinaweza kuwa zinakupelekea hii hali ya kuruka siku zako. Kwa hiyo ukiangalia mtu yote ambaye ameshavunja ungo na toka mwanzoni ambapo amevunja ungo mpaka anapofika miaka 24, hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba inawezekana mpangilio wake wa upevukaji wa mayai unakuwa sio mzuri, na vitu vingi vinaweza vikachangia wewe kutokupevusha mayai. Kikubwa cha msingi, kama mayai hayapevuki, basi unaweza kujikuta hizo siku zako usizione. Kuna wengine ndio wanaona siku zao lakini hawapevushi mayai. Lakini kuna wale ambao hawapevushi mayai na siku zao hazionekani. Kwa hiyo kikubwa cha msingi ambacho nataka nikizungumzie ni kwamba huyu mdau wetu, kwa jinsi ambavyo amejielezea, inawezekana kwa kiwango kikubwa anaweza akawa ana changamoto ya polycystic ovarian syndrome. Na tatizo hili nafikiri nimeshakuelezea hapo nyuma, lakini ili tuweze kumsaidia mdau wetu moja kwa moja ili lisimpe shida, ni kwamba unapokuwa katika hali kama hii ni vyema sana kwanza kuweza kufanya vipimo. Na vipimo hivyo ambavyo unaenda kuvifanya, nia yake ni kuweza kujua chanzo cha tatizo ni nini. Mfano, vipimo ambavyo mara nyingi tunaweza tukavifanya ni vipimo vya hormones. La pili, tunaweza kufanya ultrasound, kwa sababu tulisema kwamba hapo awali kwamba tatizo kubwa ni swala la mifuko ya mayai kutokupevusha. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakuwa hapevushi mayai, akishafanya ultrasound unaweza kujikuta ukaona kitu kinaitwa polycystic ovaries kwenye mifuko ya mayai. Inakuwa mayai yale hayawezi kukua na kuweza kufika kipindi ambacho yakapevuka. Unachoweza kukifanya kikawaida ni kwamba kama una uzito mkubwa, cha kwanza hakikisha unapunguza uzito wako. Lakini cha pili, hakikisha kwamba unaanza kutumia dawa. Lakini katika tiba mojawapo pia ambayo unaweza kuipata ni matumizi ya vile vidonge kama vya uzazi wa mpango, ambapo vitakuwa unavitumia aidha kwa mizunguko 3 mpaka mizunguko 6. Basi unaweza kujikuta cycle yako ikaanza kurudi vizuri. Lakini jambo la kuzingatia kubwa zaidi ni kwamba unapokuwa katika tiba hii lazima uwe na malengo. Haina maana kwamba utakapotibiwa basi maisha yako yote hiyo hali itaisha, hapana. Kama utakuwa umeweza kufanikisha kupunguza uzito wako kwa kiwango kikubwa, basi unaweza kujikuta hiyo hali isirudi. Lakini kama utajikuta kwamba umeshindwa kupunguza uzito wako, basi unaweza kujikuta ukifanikisha kurudisha mzunguko wako vizuri, usipokuwa na lengo la kupata mfano ujauzito, basi tatizo linaweza likarudi, kwa sababu nia au lengo la tiba ni kuhakikisha kwamba kama upo kwenye mahusiano au kama upo kwenye ndoa, basi uweze kupata mtoto. Lakini ukitibu alafu ukajikuta kwamba matokeo yake huyajui,
sasa inakuwa ni ngumu sana kuweza kufuatilia ile tiba. Lakini kama una nia kupata ujauzito, basi inakuwa ni rahisi sana kuweza kufuatilia na kuweza kuhakikisha kwamba unapata ujauzito huo. Sasa sijaweza kupata picha halisi kwamba uko katika mazingira gani ya kuweza kutafuta mtoto au kuto kutafuta mtoto, lakini kwa ujumla ni kwamba ili situation yako iweze kuwa sawa na kuweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kupata mtoto, basi hakikisha kwamba unaanza sasa hivi tiba yako, ili pale ambapo unasema niko tayari kupata ujauzito, basi inakuwa ni nyepesi zaidi. Kama kutakuwa kuna sehemu ambayo sijaeleweka, basi unaweza kuuliza maswali. Endeleeni kutufuatilia program zetu za afya na uzazi, na hakikisha una share program zetu ili watu waweze kupata elimu zaidi. Cheers.